65, cantique sélectionné, numéro page 523. 65, cantique sélectionné, page 523. Rempli, laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, tu m'es conduit vers le ciel. Partout donne la joie, abandonné, rappelez-moi chaque jour l'amour. Rappelez-moi chaque jour.
We're gonna sing for Lord 239, 239 cantiques sélectionnés. It's fresh. 239. À mon cœur, j'ai choisi, in my heart, I choose to follow God. À mon cœur, j'ai choisi d'être près de Jésus. À mon cœur, j'ai choisi d'être près de Jésus. À mon cœur, j'ai choisi d'être près de Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis savent qu'il faut témoigner, si mes amis savent qu'il faut témoigner, si mes amis savent qu'il faut témoigner, oh oui, pour toujours, oui, pour toujours, oui, pour toujours. J'ai trouvé en Jésus l'ami. 237. J'ai trouvé en Jésus l'ami. J'ai trouvé en Jésus l'ami. Hallelujah.
contemplais mon Dieu sur son trône et vivre avec Jésus dans les cieux. J'étais à jamais ma couronne et c'est là le bonheur éternel. Dans les cieux, vivre avec Jésus dans les cieux. Dans les cieux, c'est là le bonheur éternel. C'est là le bonheur éternel. Tu ma voix au cœur des anges et Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans les cieux, vivre avec Jésus dans les cieux. Dans les cieux, c'est là le bonheur éternel. C'est là le bonheur éternel. Revoir mes amis dans les cieux, posséder l'immortel vie, et c'est là le bonheur éternel. Dans les cieux, vivre avec Jésus dans les cieux. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans les cieux, vivre avec Jésus dans les cieux. God bless you all. Welcome to the house of the Lord. Amen. Tunamshukuru Mungu tena We thank our Lord once more. kufika katika nyumba ya Bwana. Come back to God's house. Kitu kizuri sana. It is something very good. Tunapata jisikia na furaha. We have to feel joyful Jua mingi hawakupata hii chance. because many did not obtain this grace. Amen. Amen. Kufika hapa Because arriving here, kitu cha je sana. it is something good. Inapita kule nje.
He comes all the way from Ndio outside. Daudi alikuwa anasemaka, The same way David could say, nifurahi wakati bananiambia twende nyumba ya Bwana. I was happy when they told me, let's go to the house of the Lord. Amen. Basi tunakaribishana sisi wote We welcome all of us, mjina la Yesu Kristo. the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Basi bila kuchelewa, Without wasting much of the time, tutakamata andiko yetu let's take our scripture katika Yohana in the book of John. sura 3 John chapter 3. tutaanzia kwa 3 mpaka kwa 6. John chapter 3, verse 3 to 6. 3 to 6. Tutaomba. We will pray. Tunakushukuru Seigneur Yesu Kristo kwa kumwema. We thank you, Lord Almighty, because you are good. Asante kwa kumependa tena tuonekane saa hii. Thank you because it pleased you to be here. Wapendwa walipita muglass, Our beloved passed through icy roads. walitumikisha mamaili zao kilometer mingi. They used their car to drive miles and miles. Basi tunakuwa kusikiliza. So we came to listen to you. Kusema kwa cheki na tuatilie hapa Baba. There is something that attracted us here. Tunakushukuru na njoo neno lako. We thank you because that is your word. Anza nazo maiza nasi. May you begin with us Pepo and you chafu end zote with us. zishindwe. We rebuke all demonic spirits. Nini kwa mikro, That may be just a microphone. wewe tulitumikisha. May you just use me Juu ya kujenga taifa yako. for the edification of your people. Asante Seigneur. Thank you, Lord. Mjina Yesu Kristo, amen. In Jesus Christ's name, amen. Tutashimama juu ya kuono wetu kidogo. Let's stand to our feet. Tutasoma kuanzia mstari wa 3. Shall read from verse 3. Yesu akajibu akamwambia, Jesus answered him and said, kweli kweli nakuambia, truly I say to you, ila mtu azaliwe mara ya pili unless one is born again, hawezi kuona ufalme wa Mungu. he cannot see the kingdom of God. Nikodemo akamwambia, Nicodemus said to him, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? how can a man be old when he's old? Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili na kuzaliwa? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Yesu akajibu, Jesus answered, kweli kweli ninakuambia, truly, truly, I say to you, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho unless one is born of water and the Spirit, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. will Amen. not enter the kingdom of God. Amen. Tutaikala. Shall we be seated? Mstari wa 6 nasema, To verse 6 he says, kilichozaliwa na kwa mwili ni mwili, what is born of the flesh is flesh, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Amen. and what is born of the Spirit is spirit. Amen. Mungu abariki neno lake. May God bless the reading of his word. Tangia jana tulizungumzia Since yesterday we saw juu ya tunapashwa zaliwa mara ya pili. about how we must be born again. Tunasikia kwamba Mungu kunaambia Nikodemo hapa We hear God talking to Nicodemus here. chapitre, ngena chapitre 4. If you go to verse 4, 5. verse Yesu 5, akajibu, kweli 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 ninakuambia. Jesus answered him and said, truly, truly, I say to you. Unasikia kwa Mungu anasema defwa. So when God says 2 times, Inalomba mtu atie attention. someone needs to be attentional. Kusema ni obligatoire. It means it's obligatory. Kusema tunapasha zaliwa upya It wapendwa, means we must be born again, ila beloved, tuingie ufalme wa mbingu. for us to enter the kingdom of God. Tumesikia nyimbo yenyewe imetoka kusemeka, We had a song states, asema mbingu itakuwa ni furaha tele. there will only be joy in heaven. Vraiment itakuwa furaha tele kwa wale wenyewe wanazaliwa upya, It will be a joy to those who are born again, wanabatizwa na Roho Mtakatifu. those who are baptized with the Holy Sasa Spirit. tangia jana tuko nazungumzia juu ya hii mada. So since yesterday we are just circulating over this topic. Tunakumbushana, tushabisikia.
We are recalling to each other because we heard of this. Biblia inasema Because the Bible says, nitafanya hii mambo yote juu nibarapele. I will do all these things to make you remember. Amen. Mungu atusaidie sasa na sisi May God tunakumbusha. help us. So we recalling or we are reminding each other. Juu hii wakati nilikuwa na meditation hii kuzaliwa mara pili. When I was doing my meditation about this topic, niona kwamba wamingi hawazaliwe upya. So I came to find out many are not born again. Na banangali banalomba Roho Mtakatifu. And they are asking for Holy Spirit. Okay, banalomba mubaya. And they are asking badly. Na nikiona kwamba mingi mwa ujumbe. So I came to find out many in this message. Hawakufa kwao wenyewe. They have not died by themselves. Kusema ni ule mtu wa kale mwenye angali na waongoza. So they are still holding first the ancient person. Jona mimi nikasema acha tuzungumzie tena hapo leo tujiexamine. So it came to my mind, let's talk about this so we can self-assess ourselves. Amen. Tulirudilia ku paragraph ya 61. We stopped at paragraph 61. Kwenye mtumishi wa Mungu Branham yuko natufundisha where the servant of God, Brother Branham, is teaching tunapasha us kuwa enterré. that we need to be buried. Tu vraiment haonekani wewe wote kabisa unakuwa enteré. Where you can't be seen. Inakuwa inasidonge ni Mungu mwenye ndani yako. So it is God in you. Mwenye anatenda yuko natenda. Who is doing what you are doing. Mungu atusaidie sana. May God help us. Tunaona kwamba vraiment mwa ujumbe we saw that in this message watoto wanazaliwa mu message. Children are born in this message. Ba mingi tu habazaliwa upya. But many are still not born again. Anazaliwa tu bazazi wa Kristo. He or she is born with Christian parents. Me unaona tu ni kireligio. But you see it's just religious. Tena tukisema kuzaliwa mara pili ni experience yako na wewe. Also we heard na Mungu. The second birth is your experience with God. Kusema unapasha fika wakati kwenyewe na Mungu. It means you have to be at a certain level na where you and God, Mungu wangu. where you call himself my God. Jinsi wazazi wako walikuwa wanamuita ni wao. The same way your parents used to do so. Na unasema ni Mungu wangu. You need to say the same way. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. May God help us. Joko yetu tuliishia. That's where we stopped. Mungu atusaidie sana tena tutaendelesha. We shall continue. Tutaendelesha hii nani ile lettre circulaire. This circular letter. Hii ya brochure ya mtumishi wa Mungu Branham. A brochure of the servant of God, Brother Branham. Vous devez naître de nouveau. That states you must be born again. Mukipenda mtezi après makusanyiko mwatezi pata wakati. If you want after this gathering, he who utezi unaisikiliza. You may listen to that song. Iko alini. It is online. Ilikuwa ubiri le 31. It was preached on the December 30th, 1961 matin. 1961 early morning. Mungu atusaidie sana. May God help us. Sasa tunaenda ku page 60. Now we go to page 62. 62. Hapa wanasema wakati ile sacrifice yako. Here they say when you sacrifice, ishakuwa consume, is consumed. Sasa pale ni kusema uko netre de uko unazaliwa upya. So there it means you are born again. Mungu atusaidie sana. Banasema quand sacrifice est reçu par les faits, wakati ile dhabihu imechukuliwa na moto, et que la fumée s'en va, vous rejoignez votre sacrifice dans le ciel. Na ile moshi inaenda ile dhabihu yako inapokelewa mbinguni. Et alors vous êtes scellés loin des choses du monde. Na pale umetiliwa muhuri mbali na vitu vya dunia. Car votre âme est sur l'autel, est sur son autel. Sababu nafsi yako iko kwenye madhabahu yake. Et qu'advient-il alors après que vous êtes mort? Na vipi sasa wakati utakumeisha kufa? Wakati unameisha kufa, qu'est-ce se passe-t-il? C'est alors que vous êtes conçu de nouveau. Nini sasa inapitika pale njo umezaliwa upya? Vous avez tout d'abord été conçu dans l'iniquité. Kwanza mimba yako imechukuliwa mzambi. Maintenant vous êtes conçu dans quelque chose de neuf. Sasa umechukuliwa tena mkitu kimoja ambacho ni kipya. Et qu'est-ce que c'est? Na ile ni nini? La parole vivante, amen. Ni neno lililo hai.
Oh, c'est un changement, n'est-ce pas? Oh, ile si ni mabadilisho, sivyo? Maintenant, vous êtes dans la bataille après avoir réalisé ce que vous avez à faire. Pale sasa uko muvita wakati unajua ni nini unapaswa fanya. So, wakati umezaliwa upya, So when you are born again, uko kitu kipya. now you are something new. You are a new Uko creature. muvita sasa. Now you are in the fight. Waimbaji walimba nyimbo moja. Oh, the artists are sung. Wakati uko mkweli, When you are in the truth. ama wakati unamaliza batiziwa, Or after your baptism, unaanza vita. now you start the fight. Dinye haikuwa vinakupiganishaka, What could not fight against sasa you, vinakuwa kupiganisha. now they will start fighting against you. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Asa nini napitika? Vous êtes conçus à nouveau dans la parole vivante. Umezaliwa upya ndani ya ile neno iliyo hai. Amen. Mungu atusaidie sana. Vous êtes lavé par l'eau de la parole. Na pale umeoshwa na maji ya neno. Mungu atuwezeshe. Oh my Mais God, si vous êtes né en Dieu, Lakini wakati umezaliwa ndani ya conçus Mungu, à sa parole, umezaliwa ndani ya umebebwa ndani ya neno vous lake. avez un nouveau parent. Pale uko na mzazi mpya, C'est Dieu. ni Mungu. Mungu atusaidie. Oh may God help us. Kusema wakati tunazaliwa upya, So when we are born again kwanza mkimwili, in the flesh, wakati mtoto anazaliwa, if a child is born, ataendelea kumala na tajua babake. he or she will experience growth and will know his or her parents. Na sisi wakati tunazaliwa upya, So even us, once Uko na we are parent born again, mwingine. you have another parent. Mungu atuwezeshe. May God Ili make us tuweze able. ndaenda niko navuka sana juu. I will go by jumping. C'est Dieu, il est prêt à faire connaître et à manifester sa parole en vous. Pale iko tayari kukuonesha na kuonesha neno lake ndani yako. Nouveau parent. Mzazi mpya. Et ce parent, c'est Dieu. Na ule mzazi ni Mungu. So hata wanasema iko tayari kukamata neno lake. Now here they say he is ready to take his word, Yenye alishasema what he has spoken, na itie ndani yako. and to place that in Mungu you. atusaidie sana. May God help. Ni kusema ile neno alisema, It means that word he spoke. upende ndugu yako. Love your brother. Kwenye hawezi vijiwezea, Where you can't do it by yourself, anaikamata na itie ndani. now he will take that and place that in you. Ni yeye ndiye atamfanya. It is he who's going to do it. Ukiona watu wako nafanya effort, If you see people making efforts, that's not good. ile haiko Mungu mzuri. atusaidie. Naomba tuitike tu plan yake We need to accept his plan na vitu vyetu vitakuwa bien. and things will go well. Assez de pause. OK. Sasa nasema maintenant vous êtes à l'entraînement. Sasa uko kwenye mazoezi, Vous êtes prêts wewe uko tayari, à aller à l'entraînement uko tayari kuenda kwenye comme mazoezi un petit enfant. kama mtoto mchanga. Ndio hapo mtumishi wa Mungu anasema c'est la partie la plus difficile. Now here the servant of God said, ile ni jambo ambayo ni nguvu zaidi. Quand vous pensez que vous devez faire ceci Wakati unawaza unapaswa fanya et que la hivi, parole vous arrête na neno inakushimamisha, et vous montre quelque chose d'autre, hayo inakuonesha kingine kitu. unasikia pale ndio partie ngufu. Now there is a hard part. Imagine tukamate twende bien pole pole. Imagine, let's go slow by slow. Ushazaliwa. Now you are born. Sasa Mungu anakutia kwa entraînement. Now God is putting you on the training. Ikusifanye Don't do this. na ikufanye. Now do this. Sasa wanasema ile ndio partie iko ngufu. Now they said that is the hardest part. So wewe peke unapasha imaginer, unapasha examiner So you yourself can imagine kama ushazaliwa upi ama pana. if you are born again or not. Ndio wanasema c'est vos affections sont pour les choses d'en haut. Now they said hapo wanasema vile ambavyo unapenda ni vile vitu vya juu. Asi haupendi vitu vya dunia tena. You don't like Mungu earthly atuwezeshe things sisi anymore. wote. May God make us Tungani kwa able. dunia c'est vrai. We are all still on Hii earth. mwili itaendelea kupenda vya dunia. This body will continue loving things of Sikia the nabii wa hiki kizazi anatuonesha Now, hearken to the prophet of this age showing mwenye to us, alifika kule mtukufu, who arrived over there in glory. anafika anasema ni parfait. Oh, he said everything is perfect. Tena akusema parfait tu, He didn't say perfect kwa only. wengine neno alisemaka. There is another word Kwa he wengine said. neno ya yule wa parfait. Mm, Donc ni perfect love. donc ni vya mzuri sana.
upendo mkamilifu. Sasa nasema, now he says, ule mwana zalo upya, he who is born again, ana affection yake yote, all his affection iko kubya mbinguni, is on things that are above. Vous ne vous souciez plus de ce que disent les hommes. Pale sasa haujisumbue na vinye watu wanasema. Ils peuvent rire de vous, wanaweza kucheka et dire que vous êtes vieux, jeune. na wanasema uko kijana mzee. No, anasema we endelea mbele. But keep going. Ndio anatupatia mfano ya Muhebreo 11. They gave us an example of Hebrews 11. Mungu atusaidie, acha tuisome. May God help us. Let's read it. Sikie ginzi aba Kristo. Let's hear how this maisha yao ilikuwaka vraiment dunia ginzi ilikuwaka. How their life was on the earth. Muhebreo 11. In Hebrews 11. Hapo wapendwa, mimi hivi si yangu. Beloved, these are not my words. Niko nawakumbusha tu. I'm just reminding you. Ili tuweze kujua kwamba je, tumezaliwa upya ama hapana. Just to know, are we born again or not? Juu wengi unapaswa examine. Because many have to self-assess. Na ukishaona kwamba ungana na kitu fulani, once you see you have something, usiseme kama unazaliwa upya. Don't say that you are born again. Waambie Mungu, niko kwa madhabahu yako. Tell God, I am at your altar. Na sacrifice yangu, with my sacrifice, ninakufa, ninapenda nikufe nitoke. I want to die and disappear. Amen. Hebrew 11. Waebrania 11. 38 to 40. 38 mpaka 40. Hebrew 11, 38 to 40. Watu ndio dunia haikustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika jangwa na katika milima na katika mapango na mashimo ya nchi. Of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Na watu hawa wote wakikwisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakupokea ahadi. And all these, commended through their faith, did not receive what was promised. Kwa kuwa Mungu ametuwekea sisi kitu kilicho kizuri zaidi kusudi wasikamilishwe pasipo sisi. Since God had provided us something better for us, that apart from us they should not be made perfect. Nasikia dunia haikuwa na wastahili. So the world was not worthy to them. Unasikia wakati tu unapenda vitu vya mbingu. Now you hear when you love things of heaven. Unakutana mwingine Mkristo tu wa kimwili. And you meet another Christian fleshy things. Atamwambia huko mbia wapi? He or she will tell you, what are you doing? What are these? Unakutana kenyi ba different ba wili ba chrétien. You'll find out there are two different people. Mmoja iko dans l'air. No, now one is in the air. Mwingine iko vitu vya dunia. Another one is doing earthly things. Mmoja ni aigle. One is an eagle. Mwingine iko tu kuku. Another one is just a chicken. Mungu atusaidie. May God help us. Na sisi tuweze kupenda vitu vya yulu. May we love things of above. Amen. Njoo kwa maana tunapaswa examine. That is why we need to examine ourselves. Ukiona ile spirit yenyewe ilikuwa ndani yako njingali. Because if you see that spirit in you is the same that is still there. Haujazaliwa upya. That means you are not born again. Jana tulikuwa tunazungumza ule friend. Yesterday we were talking about that brother. Sijui kama ni friend. I don't know if he's a brother. Alikuwa anatoka mwetranger mimi Mkristo. He was coming from abroad but he's a Christian. Nenda visite kanisa ambapo watoto wa Mungu wako Abidjan. Alikuwa anaenda visite watoto wa Mungu wako Abidjan. He went to visit God's children who are in Abidjan. Karakteri yake, by his character, bakimwambia friend hawezaliwa upya. They told him, brother, you are not born again. Vikimsumbua. Now that bothered him. Jana tuliongelea tena. We talked about it. Napenda tu bakumbusha. I wanted to remind you. Unaona ke
Now you come to think wakati unajiaminia kwamba ushazaliwa upya, when you are trusting yourself that you are born ni again, matendo yako but your acts inaonesha kama wewe zaliwa upya. Usijidanganye. shows that you are not born again. Don't lie to yourself. Akaenda kwaka na anaregea kabisa. He went to his house feeling weak. Mimi sauti ya Mungu imwambia vile wewe alikwambia ni kweli. But the Lord's voice told him, what they told you is true. Ile maneno ulikuwa unasema uko unazaliwa upya. What you were saying, you are not born Na sasa again. vitesi tukua kuvile wapenda. It can be the same thing to us. Wakati uko na mwingine ndugu yako na kuonya tu kidogo, When your brother tell you something a little, tunapasha onyana kabisa. because we need to exhort one Biblia another. inatuambia kama tukwesa watoto wadogo, The Bible says if we are not able to be like young mbinguni kids, haiko yetu. the heaven is not ours. Unalomba kila mtu ajinyenyekeze vraiment. Everyone needs to humble himself. Unaona Mungu alijinyenyekeza You tu. see how God humbled himself. Akikuwa serviteur. He was a servant. Mimi ni kwa yeye. Who am I? Wewe kwa yeye mpendwa. Who are you, beloved? Jana tulisikia Yesterday we heard, atukwe na degree za yeye regardless of your degree, kama tungali na esprit ya dunia, if you still have the spirit of the uko world, iletre, whether you never gone to school, hawezi zaliwa upya. you have not been born again. Mungu atusaidie sana. May God help us. Donc hawa Wakristo ni wengine walikuwa hawastahili dunia wakati wanazaliwa upya. These Christians were not worthy of the world. Mungu atuwezeshe. May God make us able. Ni kusema hivi walikuwa napenda ni different. So what they used to love, used to be Na different. wewe walikuwa wanakuwa nao vraiment wanasema what is this? Even people who wonder them, what is this? Nini? Ile ndio manatiri Mungu anapenda tuwe nayo. Those are the natures God wants us to have. Yeah, mtumishi wa Mungu Branham anasema mwingine brochure The the servant of Saint Esprit. God, Branham, talks about another brochure called the Holy Spirit. Asa wakati Roho Mtakatifu anakuwa kuweye, That when the Holy Spirit comes on you, uko mgeni, uko please des étrangers you are a strange. ama alien. Uh, Moi dans donc zaidi unajua Afrika kule mjungle ya Afrika. you know, in African jungle, Bale bale wanakuwa kule ba pygmy. those pygmies who are there, Mtumishi wa Mungu Branham jana compare vile. and now the servant of God, Branham, compares them like Ase that. uko plike bale You are more than those. wakati Roho Mtakatifu anakuwa kuweye. Once the Holy Spirit comes on you, Juu ya kidunia haikupendi tena. because things of the world doesn't like you Ni anymore. nouvelle nature. Now you are a new creature. Mungu atuwezeshe. Oh, may God make us able. Amen. Hapa wanatuambia comment pourriez-vous croire que l'époque des miracles est passée car la nature même de Dieu est en vous? Mnawezaje kuamini ya kwamba wakati ya miujiza imepita, wakati ile hali ya Mungu haiko ndani yenu? Ndio mtumishi wa Mungu anasema n'est-ce pas la nouvelle naissance, n'est-ce pas c'est un miracle? Pale sasa, the servant of God, Brother Branham says, ile je haiko miujiza? Okay, anasema n'est-il pas lui-même complètement miracle? Je, ule mtu haiko miujiza? Sa nature est miracle. Ile hali yake ni muujiza. Ni kusema wewe uko miracle wakati unazaliwa upya. You are such a miracle once you are born again. Usitafute kusema kwa lugha tu. Don't try to speak in tongues only. Wewe tu kuzaliwa upya ni miracle. But you to be born again is a miracle. Un homme né de Dieu, Na mtu anayezaliwa na Mungu, vous ne pouvez pas le faire revenir à cette mousse pourrie de péché. hawezi murudisha kwa ile kitu tena iliyooza ya Il zambi. est mort et il est né de nouveau. Yeye amekufa na amezaliwa Il upya. est une nouvelle créature. Yeye ni kiumbe Il kipya. a la nature de l'aigle. Yeye kuna hali ya Il tai. doit s'envoler vers les cieux. Anapashwa ruka kuendea mbinguni. Amen. Msijali na ile mamiziki. Ile mamiziki kuna leta fuyo. Disregard the music noise. Mais tuje mfuate cheki baleta tu. Try to follow what brought you here. Amen. Amen. Ase nature ile iko ndani yako That the nature that is within you, ni nature ya aigle. it is the nature of an Ni eagle. kusema uko different.
It means you are different. Tunapenda kila neno la Mungu. That you love each word of Nikusema God. tukisoma mu Apocalypse, If we read in huko Revelation, unasema oh hallelujah. you say Mu hallelujah. Genesis uko pale. In Genesis you are there. That means you like everything. From the Bible. Pale unapenda kila kitu. Mungu atuwezeshe sana. May God make us able. Oh. Si vous aimez encore les choses du monde, Kama ungali napenda vitu ya dunia, vous vous illusionnez, votre sacrifice n'a pas encore été accepté. ni husema sadaka yako haijakubaliwa. Kama ungali napenda ya dunia mpendwa, If you still love the things of the world, bia ile sadaka yako your sacrifice wewe mwenyewe Mungu hakuaccepte. or yourself, God did not accept. Atufanye vya yeye Regardless of what you can do, wakati Mungu ungali napenda vya dunia, when you still love things of the earth, hata ikuwe mie even if it's me, Mungu haitika sacrifice. God did not accept my Na sacrifice. alivimike kuya, And if the rapture you comes, will left behind. utabakia, Puisque votre nature n'a pas été changée, sababu hali yako haijabadilishwa. maintenant savez-vous Sasa mnajua ce que cela signifie naître de nouveau? ile kuzaliwa mara ya pili inamaanisha nini? Lorsque votre nature est changée Ni wakati hali yako et imebadilishwa que vous devenez une nouvelle créature. na unabadilika kiumbe kipya. Vous devez mourir d'abord puis naître de nouveau. Unapaswa kufa kwanza kisha uzaliwe mara ya pili. Hapa natuambia kama unapenda vitu vya dunia, Here they tell us if you love things of the world, usijiproklame kwamba unazaliwa mara ya pili. don't proclaim yourself that you are born again. Mungu atusaidie sana. May God help us. Oh là là. Ah c'est oui, c'est différent. Ndiyo ni Ce tofauti. n'est pas parler en langue. Haiko kusema On mulugha fait danser en esprit. au kujiingiza muroho. Sasa mtumishi wa Mungu anaelezea juu ya mwanamke mwali kuyako wake. The servant of God talks Anasema, about this J'ai regardé woman who présent. came to him. J'ai regardé présentement une femme Nilikuwa nikiona mwanamke qui est venue me voir. aliyekuya niona, Il n'y a pas très longtemps. haiyakuwa muda mrefu. Elle avait une vision ou un rêve. Alikuwa naona au ndoto, Et j'en ai eu l'interprétation. na nilikuwa na tafsiri. Même là, c'est plutôt difficile d'aller dire à cette petite épouse d'un prédicateur pentecôtiste. Na ile ilikuwa vigumu kuenda ambia ule mwanamke kidogo wa Mpentekotiste Qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit. ya kwamba alikuwa hana Roho Mtakatifu, Mais elle ne l'avait pas. lakini alikuwa hana, Mais elle a reçu à ce moment-là. lakini pale pale alimupata. Oui, c'est différent. Ce n'est pas parler en langue. Ndio ni tofauti, haiko kusema kwa lugha. Aucune de ces choses le confirme. C'est une mort et une naissance. Hakuna hivi vitu vinavyo onesha ile Une nature changée ni hali iliyobadilika ou une disposition changée. au hali ya kushikamata ambayo imebadilika. Dunia imekufa kwako. It means the world is dead for you. Oh la la, Mungu atuwezeshe wapenda tuweze kuelewa bien. God make us able to understand. Hii ni mahubiri ya kilindi sana. These are indeed preaching Yeye itatusaidia kujiexamine. to help us to examine. Hata ukamate nani kidogo tu. Even if you take just a small portion. Ase maintenant écoutez. Sasa musikie. Je devrais couper juste un petit peu ici. Je devrais écarter un peu. Ok, anasema hivi. Vous pouvez avoir parlé en langue. Unezi weza kusema kwa lugha. Acha nione kwa nini niliandika page. Let me see. 2077. Let's go page 77. Juu hapa anaonesha Because here he's showing kwa mwanamke. on a woman. Anasema hivi. He says this. Vous pouvez avoir parlé en langue comme des poids versés. Vous pouvez parler en langue Unezi weza kusema kwa lugha comme des poids versés. kama C'est une peau de vache desséchée. juu ya ngozi ya ngombe. Vous pouvez avoir dansé dans l'esprit.
jusqu'à embraler le bâtiment tout entier. Unaziweza Unaimba kucheza sana. mroho mpaka unatikisa ile jengo. Unaimba kabisa. Cela n'a aucun rapport avec la vraie chose. Ile haina hata mahusiano ya ile kitu kizuri. Hapa iko naambia jua badada wenyewe waache manywele zao zishuke chini. Here he's talking about sisters who doesn't want Cela montre to que send their hair. Cela montre que l'amour du monde est encore en vous. Ile inaonesha kwamba upendo ya kidunia ingali ndani yako. Alors la nature elle-même ne vous enseigne que l'homme doit avoir des cheveux courts. Sasa hali yenyewe haiwaonesha kwamba mwanaume anapaswa kuwa na nywele fupi. Donc hapa anasema jua wanawake na wanaume. Here he talks about women and men. About hair. Hautaacha tu nywele zako ziende bien. You can't let your hair just go. Unazikupe. You cut them. Unasema unazaliwa upya. And then you say you are born again. Mtumishi Mungu anasema haujazaliwa upya. And the servant of God says Dunia njini nasema fanya lile inakupe inakate kidogo. It is the word that says do that, it cuts a little. Na cheki takuonesha kama huyu dada hayazaliwa upya. And what will show you that this sister is not born again? Hata takuwa kuna kata kunywele zake kidogo kidogo tu. It's when she will start cutting anapunguza sasa zinamchokesha her hair. Orika haiko bien. Oh, that is not good. Ni nywele zilimpatia ikiwa kama kifuniko. It was given to him as a cover. Yenye ni ya glory kwake. What is something of glory? Na Mungu wakati anaiona naifurahia. When God sees that, God is happy. Mwanaume yeye wakati yeye anakuwa kama mwanamke. On a man, if a man becomes like a woman. Nywele zake anaziache vile. Now his hair is just naye hazaliwa upya. Umeona njoo mtumishi wa Mungu anasema. That person is also not born again. That says the servant. Batasema say no wazungu. Si alikuwa mzungu. They say white people. He used to be white. Mungu atuwezeshe sana. May God help haiko us. problem, ni problem ya mtu kutoelewa neno la Mungu. It's not a problem, it's a problem of a person who Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, in Acts, wa mitume walinyolewaka. in Acts, the apostles and the apostles were waliwakataa nywele zao wakupendana wakwezi na za mingi. they had their hair shaved. They didn't want to have many hair. Mungu atuwezeshe sana. May God help us. Ile nao ni sinye kama ile esprit ndani yako ni kusema Mungu itoshe. If that spirit is still within you, tell God to remove it. Mungu atuwezeshe sana. May God make us able. Okay. Car si vous êtes né de Dieu, sababu wakati umezaliwa na Mungu, vous êtes lavé dans l'eau de la parole. Umeoshwa na maji ya neno. Vous êtes séparés des choses du monde. Umetofautanishwa na vitu vya dunia. Vous êtes morts et vos propres pensées. Umekufa na mawazo yako. Vos idées. Mawazo yako. Et toute autre chose. Na kila kitu kingine. Que la parole de Dieu. Ni neno la Mungu tu. Elle vit en vous. Ile inaishi ndani yako. Mungu atusaidie sana. May God help us. Je suis mort au monde. Nimekufa kudunia. Je suis mort au monde. Nimekufa kudunia. Mungu atuwezeshe na sisi tuweze sema vile. May God make us able to say the same. Hapa wanatuonesha. So here they show us. Page 78, page 78. Ukurasa wa 77. Vous êtes encore colérique. Wewe ungali na kiburi. Kiburi kabisa. Mtu kuna kiburi. Angriness. Cruel. Mtu anasema ovyo ovyo. Arrogant. Na wa kiburi. Vile vile. All of those. Quelqu'un dit de vous, quelqu'un dit du mal de vous. Mtu anasema mabaya juu yako. Et déjà vous voulez vous battre. Na pale unapenda upigane. Nasikia. Kusema kama ile kolere iko ndani yako. If that anger is still in you, vraiment inaumulilia Mungu. You need to cry loud to God. Kwa sababu ile haiko ndio spirit ya Mungu. Because that is not the spirit of God. Mtumishi wa Mungu anasema no. The servant of God says ile haiko spirit ya Mungu. That is not the spirit of God. L'esprit de Dieu n'agit pas ainsi. The spirit of God doesn't act like this. Mungu atuwezeshe tuweze kufuata neno lake. May God help us to follow his word. L'esprit de Dieu est humble. Roho ya Mungu ni nyenyekevu. Gentil. Pole. Doux et patient.
pole na vumilivu. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour, Roho wa Mungu ni upendo. la bonté, le pardon. Utu wema na samaha. Oh, Mungu atuwezeshe. May God make us able. Donc inalomba tu ili kama kuko kolere So if there is any anger we tu mu preparation yako in your preparation, wende maombi go in prayer, umulilie Mungu si azaliwa upya. cry loud to God. God, I'm not Juu born Biblia again. inatuambia inatuonesha Because the Bible shows us kwamba kilichozaliwa na mwili ni mwili that what is born of the flesh is na roho ni flesh, roho, and of the spirit is na pale spirit. Mungu anatuambia tuzaliwe mara pili. And God tells us to be born Ukishazaliwa again. mara pili watakuona uko mnyenyekevu, Once you are born again, they will see you as humble. uko mvumilivu, You are patient. unapenda kuvumilia. Ndio hii You inasema. like to be patient. That says the Bible. Donc inalomba sacrifice yako kwa accepter. Your sacrifice needs to be accepted. Unaenda mbele ya Mungu namulilia. You go before God and you cry out to Him. Na usitoke na hauya kwa shanje. Don't go without being changed. Inaomba bakie kila saa maombi. You need to stay always in Kwa prayer. mkazi maombi, Mungu na sipendi niishi tena kwa mimi mwenyewe. Even at work, be in prayer. Lord, I don't want to live by myself. Yeah, hata wakati tutazikuwa kwa break room, useme isikuwe mie. Even when you can be in the break room, say, may it not be me. Pale uko kugere, uko kubatai. Remember, you are at the fight. Ushazaliwa upi? Because you are born again. Njo utapigana Now you will fight back, juu neno yake itakuwa ndani yako, but because God's words will be in you, matunda utapana now the fruit you will ni provide, upendo, it is love. ni ile wema. Love, that goodness. Sasa wanatuonesha sasa Now wakati they show us here wakati mtu anakufa. when someone dies, Un âme, a soul, une ou mauvaise, a soul that is good, that is bad. n'est pas changé par l'amour. It is not changed by the death. J'avais dit plusieurs citations que je voulais commenter sur ce sujet. I said in many citations, but I would like to comment on this Qu'est-ce subject. qu'une âme? What is a soul? Qu'est-ce que l'âme? What is a soul? C'est vous. A soul is you. Donc, wenjo nafsi. So you are that soul. Ule mtu wako ndani, That inner man in you. njo weye. That is you. Juu ule njo mko dute. Because in that soul there is doubts. Mtumishi wa Mungu anatupresha hapa. The servant of God, they usually preach us here. Ule njo mnatokaka kuchuki, That is where comes pain, colère, anger. mtu kuwa colérique, Someone to be very angry. mtu kusema vitu mingi, Someone to be talkative. ni wewe ule ndani. It is that you. Uko kunyumba, You are home. ole uishi maisha ya Kristo, Instead of living Christian life, wewe na bibi hamsikilizani. you and your wife, you are not Problem ni nini? speaking in good terms. Probleme ni nini? What is the Ni problem? mule. It is that is inside. Mungu atusaidie. May God help us. Mungu atupatie nguvu May God give us power ili tuweze kuishi neno la Mungu. to be able to live the word of God. Unajua kila mwaka mpya watu wanakoroganaka. You know, every year people they go out in towns. Utakutana ni mwaka mpya mimi watu wanakorogana. You will see it's a new year, but people they misunderstand each other. Utakutana couple pae kuna furahi. You will see unbeliever couple they are rejoicing, Mimi akikristo kumfight. but the Christian couple they are fighting. Probleme ni juu nafsi The problem is aba haiyakuwa shanje. the soul is not changed. Mimi hapa tuko vraiment kwa daktari mzuri. But here we came to a good doctor. Wewe ndio unaenda kwake. Acha tusikie giza anatuambia kifo giza kibadilishe nafsi. Let's see how he tells us how the death doesn't change the soul. Vous êtes une âme. Wewe ni nafsi, C'est la partie en vous. ile ni sehemu iliyo ndani Quand yako. vous mourrez, Wakati unakufa, votre âme s'en va selon sa forme. nafsi yako inaenda ginzi ilikuwa. Dans la forme dont elle se trouve, Ginzi ilikuwa, elle va à sa destination. Vous ne pourriez pas la modifier quoi que vous fassiez. inaenda kwenye ilistahili kuenda, hawezi badilisha. Cette âme doit être changée Ile par, nafsi inapashwa badilishwa par la nouvelle naissance. kupitia kuzaliwa upya. Vous, qu'en dites du Saint-Esprit? Hasa Roho Le Mtakatifu Saint-Esprit anasema nini? vous baptise dans le corps.
Roho Mtakatifu inakubatiza Pour le mwili service, mais vous croyez à la vie éternelle. juu ya kazi, lakini unaamini uzima wa milele. Amen. Ni kusema That is to say, nafsi inapasha shanje hapa dunia the soul need to change here on earth. kama ungali mtu wa kusema mingi. If you are still someone who talks a lot, Lakini jua nini esprit anapenda tu kurudia watumisha Mungu wa kusema mingi. why is that the spirit keeps talking about talkative? Ni jutu bo tuko na kinywa. It is because we still have a Tunasema mouth. mingi. We speak a lot. Inaomba za masemi yetu So we, in our speakings, vraiment kule ndani kwa kuna shanje. inside need to change. Jo tutasema vizuri ya ndugu zetu na badala zetu. We are going to say good things. Shuko hata kuwa haiko, Sisters, kwa hata kuwa haiko, in that sister or that brother's absence, Mungu iko. God is there. Yeye iko na sasa tufanye hivi. Now let's do this. Ule ndugu tena Mungu anamutia quelque part. If that brother, God puts him somewhere, Sikia giba kuna kusema. now listen how they are talking bad of you. Eske wakati mtakutanana itakuwa bi kweli? Now when you meet, do you think things will be good? Sicho kama tulitaje woga ya Mungu. That's why we need fear of God. Ava tuseme vya mwenzetu. Before we can say things of our co-brother. Iya ene kinu surveille. Mungu ndicho yenye kunatuona. Amen. Me tuko nafsi But you are a soul. wakati unakufa. When you die, Uko na uko akole. when you die angry, Uko mwenyewe donc haishi maneno ya Mungu yote. and you are someone who doesn't live Unaenda for tu the vile word of uko. God, Unaenda vile uko. you go the same way you are. Hawata kubadilisha tena. No one will change you. Ni wewe tu hapa kudunia ndio unapasha lilia Mungu anakubadilisha. It is you here on earth. You have to implore God's mercy to change. Hapa anatuambia sasa tukumbuke kifo akibadilishe. Let's remember that death that doesn't change. Ase unapasha kufa hapa juu dunia nayo You need ilikuwa to die condamnée. here so the world can be condemned in you. Mais si vous êtes né de nouveau, But if you are born again, vous êtes vivant en Christ. wewe uko hai katika Et Kristo. vos affections sont pour les choses d'en-haut. Na vitu navyopenda ni vitu vya juu. Mungu atuwezeshe. May Ni God vitu make vya us juu able. kabisa. Mungu atuwezeshe kabisa. May God make us able. Hapa sasa ni watu walikuwa wanamuuliza, Here, people used to ask asu me, tufundishe vitu vya bien ya kilindi. oh, teach us detailed things. Na namwambia kama tu ndezi bafundishe na mwe jua ABC. Now we used to tell them, how can I teach you about ABCD? Ils ne peuvent même pas croire qu'il faut cesser de filmer ou de mentir. Wakati hawawezi amini ya kwamba wanahitaji kuacha kuvuta na kusema ongo, Ama kukontrole temperament, ile temperament yao. or to control their emotions. Et toutes ces choses qu'il faut. Na hivi vitu wanavyovifanya, Dans les convoitises, comment pouvez-vous enseigner aux gens hasa mnawezaje kuwafundisha watu d'entrer dans l'esprit? kuingia mroho? Mungu atuwezeshe. May God help us. Ungali natamani vile vya dunia. You are still desiring things of the world. Unaona mwanamke anapita, You see a woman pass. unamtamani kabisa. Now you have lust on her. Mungu atuwezeshe wapendwa. May God make us Hii able. kutamani kitu ya mbaya sana. This lust is very bad thing. Juu wakati unamtamani, Because once you lust her, vraiment Mungu anakuandikia geusha zini naye. God writes that you have committed Okay, adultery. Mungu apendi hivi. And God doesn't want that. Wapendwa, kutamani kitu cha fo. Beloved, lust is such Na bad thing. sheria inaikatala. Even the law is against that. Unajua kwa kazi You know, at work, tunafanya kazi ya kusaidia wanasi. we do a work of helping nurses. Wakati Nurse unaona assistants. wanapatia wote ni wa mama. When you see they give you patients who are all women So na hawezi jiswanye. and they can't self help themselves. Wakati ni wakati ya kuswanye, wewe wanakuambia faa kazi. When you have to take care of them, they tell you have to do the work. Na utakutana kwa watoto kuko na wadogo. You will see they're even young there. So imagine sasa ulu unamtamani Now imagine if
you have lust on that person na unalala naye, and you sleep with her, sheria itakutia mu prison miaka yako yote. the law will put you in the prison the rest of your life. Sasa Mungu yeye ni aye. Now, how is God going to do it? Tuko maana inalomba That is why it is asked of us, utu wetu wote tutoe. all our being to Kenda discipline. ukazi, unafaa kazi tu yako. When you go to work, you just do your job Yeye kubeba. that took you there. Na ingine vraiment batu bakone ndani Kristo. The rest people have to see Christ in you. Shukoma batu batakuona ndani Kristo na ongea nao. How can people see Christ in you when you don't talk to them? Huku kase kunakuwa watu wa kunyamanza. Here, there are people who stay C'est quiet. vrai, hatuwezi sema mimi ndio Biblia inatuambia. It's true, the Bible tells us we can't speak a lot. Mais nalomba kule nje bajua kama uko Mkristo. But outside, they have to know that this is a Christian. Mungu atuwezeshe. May God make us able. Ni kuhali yetu tunaishi. It is our way of living Ndio itatuonesha kama tuko Wakristo. that will show us that we are Christians. Assez, si vous aimez les choses du monde, Kama mnapenda vitu vya vous dunia, êtes toujours un pauvre. Vous êtes toujours un pauvre. uko nguruwe. Ngurube kabisa. Kusema kama unapenda vitu vya dunia, When you still love things of the you world, still a pork. uko nguruwe. Yeah, because you love the things of the world. Sababu unapenda vitu vya dunia. C'est exact. Ile ni kweli. Cela prend une puissance de Dieu pour transformer votre âme. Ile inachukua nguvu za Mungu juu ibadilishe nafsi yako. Faites mourir les porcs, Wewe kufisha ile nguruwe, déposez vos habitudes de porc à l'autel. weka ile tabia za ngurube pale ku mazabao, Constituez alors, vous ne mangerez plus d'autres d'ordures. na wewe sasa hautakula vitu ambavyo vimeoza. Vous ne priez pas. Votre estomac ne le digère pas. Ni usema tumbu yako haitavisiaga. Mungu atuwezeshe. Donc nguruwe inakulaka tu. So the pork only eats, Mais kale ka ado but that inner part of a dove. kako na diet yayo kale ka dawa kaka na rukaka. Oh, the dove that flies, Kako na diet yake. it has its own diet. Njoge mtumisha Mungu anasema na ile diet And that diet, kuna ma plume it has feathers. mule muko nani muko ndio wanasema nini? Na ile plume muko mafuta yake. In the now in the feathers it has its oil. Ile sasa wakati ile chakula yeye kanakula Now the food that it eats jina achaka kwa ile maplime yake tena inakuwa bien. makes its feathers be Na of Mkristo good nature. na Now a Mkristo Christian, uzima yake inatokea ndani, his or her life haiko nje. comes from within, not from outside. Inakuwa ndani kisha inaonekana nje. Comes from within and it is seen Unaona outside. ukiona mtu mwenye kuna matatu, If you see someone with tattoos, usema vile yuko ndani. it means things are inside. Jovi. That's how it is. Ukiona mwanamke mwenye niona yuko na smoke mto, nikisema wow. Nataka There's a woman I saw, she was smoking, you see her mouth. tena alikuwa mdogo. She was still young. Unaona vinatokea You ndani see things are coming from kisha inside vinaenda nje. and then they go outside. Wakati mtu ni mkosa adabu, If someone lacks respect, impolite, nasuke niliona tu there's a young boy I saw, television ni mu Afrika, ni mu on Afrika. TV, it's in Africa, Nikadogo tumeka nakosea mtu adabu kabisa. very young, but the way she's impolite, Ndani. but it is inside. Mungu atuwezeshe sana. May God make us able. Yeah. Donc tunapasha kufa kusi wenyewe. So we have to die on ourselves. Asa les gens d'aujourd'hui veulent des raccourcis. Watu wa leo wanapenda vitu vya njia fupi. Donc banatuambia hatupashe kuwa na karakursi. We cannot make shortcuts. Anatuambia venez en passant par le chemin de la mort. Come all the way by passing through. Mourez réellement. Mungu atuwezeshe. Mukufe. Vous mourrez c'est tout. Unakufa na basi. Hapa anasema des raccourcis. Une soir ils viennent ici. Hapa alikuwa anaongea juu ya wale babiana wao walikuwa wanaenda mu club.
Yeah, he was talking about those young men who were going to the club. Kisha tena mkanisa wanaenda wanapiga gitari. And then in the church, they will play guitars. Haiko bien. That is not good. Ase vous mourrez littéralement à vous-même. Unakufa kwanza kwa wewe mwenyewe. Kisha vous naissez de nouveau. Baadaye unazaliwa upya. Ase des bébés naissent pas d'adultes. Des bébés ne naissent pas d'adultes. Watoto Babebe habazaliwake bakiwa wakubwa. Okay. Ils naissent bébés. Wanazaliwa na ni watoto. Ils croissent des adultes. Na wanakomala wakiwa wakubwa. Donc unakomala, uko nakomala. So you have to grow. Kwa predication ya mtumishi wa Mungu alikuwa na precious Staunton. There's a preaching of a servant of God who was preaching in Staunton. Grow, unapaswa kukomala katika neno. You need to grow in the word. Mungu atuwezeshe. May God make us able. Niko. Ainsi, chers chrétiens. Kwa hiyo wapendo wa Kristo. Laisse-moi vous dire ceci. Acha niwaambie hivi. Tournons-nous vers lui et sa parole sincèrement. Tumgeukie yeye na neno lake bila mizaha. Venez humblement comme de chrétiens. Tukuje kwa unyenyekevu kama wa Kristo. Et naissez de nouveau. Na tuzaliwe upya. Par leurs fruits vous les reconnaîtrez. Mtawatambua kwa matunda yao. Mungu atuwezeshe sana. May God make us able. Quand vous êtes né de nouveau, wakati tumezaliwa mara pili, Dieu vous revendique de cette façon que Dieu revendique toute sa nature. Pale ndio Mungu anadai vitu hali yake. Mungu atuwezeshe sana. Ainsi, ne vous fiez pas, c'est pas le message qui termine à deux. OK. Donc tunapasha zaliwa upya. So we need a new birth. Ili ule mtu wa zamani atoweke. For their old person to disappear. Hapa nasema hivi. He says this. Kumaliza. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Soyez des chrétiens. Mkuwe wa Kristo. Né de nouveau, alors vous aurez à dire, vous n'aurez pas à dire c'est difficile. Hamungelipasha kusema ni nguvu. Hamungelipasha kusema ni nguvu, kutoa ile nywele, kupousser votre cheveux ni nguvu. You can't say that let grow your hair is very hard. Kuabandonner ile colère ni nguvu. You know, to let your anger go, it's hard. Oh, je vais lui dire à mon épouse que je vais l'attraper de force. Nitaambia mke wangu ya kwamba nitamkamata hivi. Je vais lui dire, je sais, je ne devrais pas faire. Nitamwambia sihitaji fanya. C'est là parce que je suis un chrétien. Ile ni kwa sababu niko Mkristo. Mais tu vas te taire. Lakini utanyamanza. Et tu vas t'asseoir. Oh, ne faites pas cela, voyez-vous. Na utaikala usifanye vile. Donc wakati uko Mkristo utende ushike bwana wako kama bibi yako hivi. When you're a Christian and you go unanyamaza. Touch your husband like this, no, you stay quiet. Vous aimeriez mieux lui mettre votre bras autour d'elle. Ngelipenda tie mkono kwa mabega et dire chérie, cela n'est pas correct pour une chrétienne. Mpendwa, ile haiko nzuri jua Mkristo. Kama mwenzako anakukosea, if your partner sins against you, ni kusema hata ndugu yako or your brother, utamwambia no, ile haiko Kristo. You will say, oh, this is not Christian. Mwali ya bien. In a good manner. C'est de la façon que vous voulez agir. Ni jinsi tu napenda utende. N'est-ce pas? Sio hivyo? Vous êtes ainsi. Ni hivi. Voyez-vous, quand un homme vous frappe sur son côté du visage, na wakati mtu anakupiga machafu, vous n'êtes pas obligé de couper avec un couteau de poche. Hauko nawe umrudishie. Hapa nasema hivi, nafasiria mbio mbio. I will explain immediately. Wakati mtu anakufanyizia vibaya, if someone does something wrong, anakupiga hivi and slaps you, unamwambia shwani unanipigia hivi kabisa. You say, hey, why do you slap? Uko na esprit ya Mungu. Because you have a spirit of God. Ama kama mwenzako anakutendea vibaya, or if your partner does something wrong to you, utamwambia vraiment, hii unanitendea, unanifanyizia hivi. Why are you doing this to me? Ama mwenzako unamwambia tu mwile calme.
or your brother, you tell that person in that simple manner. Tusome kwa kumaliza To finish, let's read 1 John. Yohana wa kwanza. Kwanza umesikia nini nimesema pale? I think you have heard what I say there. Think 5. 1 John 5. 1 John 5. Yohana wa kwanza 5. Tutaanzia ku 1. Let's start on 1. Kila mtu anayeamini ya kuwa Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Everyone who believes Jesus Christ is the Christ is born of God. Na kila mtu anayependa mwenye kuzaa anampenda hata yeye aliyezaliwa naye vile vile. And the one who loves the one who was born with him. Ni kusema wakati unaona zaliwa upya unapasha penda ndugu yako. It means when you are born again you have to love your brother. Kama ni bibi yako, If is your wife, na anazaliwa upya. she's born again. Donc na unapasha complete hii andiko. So you need to complete this. Na unapasha mpenda juu amezaliwa na Mungu. Love her because she's born of God. Amen. Kwa maana kupenda Mungu, Because loving God, 3, kwa maana kupenda Mungu ni kushika amri zake. for this is the love of God, that we keep his Na commandments, amri zake sio nzito. and his commandments are not burdensome. 4 is my main point. Ine? Kwa maana kila mtu kila kitu kilichozaliwa na Mungu kinashinda dunia. For everyone who has been born of God overcomes the world. Na hii ni kushinda dunia, And this is the victory that overcome the world, imani yetu. our faith. Ni kusema imani nacho tunashinda dunia. But our faith will overcome the world. Juu ulizaliwa na Mungu, Because you were born of God, umekufa you have died, na maisha yako iko iko ndani yake. and your life is within that. Mungu atuwezeshe. God make us. Twende ku 4 to 7. So 1 John 4:7. Yohana wa kwanza 4:7. 4:7. Wapenzi, tupendane Beloved, let's love one kwa another, kuwa mapendo ni ya Mungu. because love is of Kila God. mtu anayependa amezaliwa na Mungu, He who loves is born of God, naye anajua Mungu. and he knows Ni God. kusema kama yapenda amezaliwa na Mungu. If you don't love, you have not been born of God. Choko maana na mandoa That is why even in couples, familia bapendi jua bazaliwa na Mungu. many don't love because they Choko are maana not born tunapasha of God. ombea na vijana wetu That's why we need to pray for our young people ili wapate wenzio ambao wamezaliwa upya. to find their partners who are born of God. Amen. Na unapasha hakikisha kwamba na unazaliwa upya. You need to make sure you're also born again. Yeye asiyependa kufukwait, 8. yeye asiyependa Anyone who doesn't love hakujua Mungu, kwa maana Mungu ni mapendo. Amina. does not know God, because God is love. Amen. Donc Mungu ni mapendo. Means God is love. Conclusion, To finish, tumesikia kwamba tunapasha zaliwa mara pili. we heard that we must be born again. Juu message wa mingi bako ndani mimi abazaliwa upya. Because in the message, many are in there, but they are not born again. Na kuzaliwa upya And to be born again, nishikaza sana ni basome kwa hii brochure. wait a little, let me read you something. Nilishikaza sana juu nilibasomea brochure sana. Oh, I did my best because I had to read a lot. Chumba mingi abasome brochure, naomba tusome juu elewe nabo. Many doesn't read, we have to read for them to understand too. Tulielewa kwamba But we had that kama ulibatiziwa if you are baptized, inalomba upitie mkiwango cha kukufa kwa wewe mwenyewe. you have to pass to the state of dying by yourself. Utezi bakia na message miaka 40. You can pass in the message even 40 years. Mekumu na konstateki hawiyazaliwa upya. But you come to realize you are not born again. Matendo yenu tatana tena njoo tunamjua. Because the way you act, that's how we know you. Donc kwa kumaliza
By finishing, wakati unazaliwa upya when you are born again, unapenda mwenzako mwana zaliwa tena upya. you love your partner who's born again. Unaona ndugu yako, huyu ni ndugu yangu. You see your brother is Anazaliwa upya. Is he born again? Unampenda vraiment, ni upendo wa Mungu. Oh, you love that person, is the love. Ni yule upendo inaitwa sibling. That is ni ya yulu sana, ni upendo ya yulu sana. It is high some Perfect. Perfect. Mungu atubariki. God bless us. Na tafuta enda kwa madhabahu. We want to go to the altar. Kila mtu atalilia Mungu. Let's cry loud to juu ya natire yake, for the nature. juu wakati mtu anakufa, Because when someone dies, ile njoo inaendaka. that's what goes. Sasa tulilie Mungu aishanje. Let's cry to God to change. Kama kuma habitide ya dunia, If there are attitudes of the world, Mungu aishanje. Kila mtu they atamulilia. gotta change. Let's all pray. Na ndamaliza naombi. And I will Yesu finish Kristo, with amen. prayer in Jesus Christ. Amen. Tunakushukuru Senyewe kwa kuwa mwema. Thank you, Lord, because you are good. Asante kwa kulituzungumzia. Thank you for speaking to us. Upewe sifa. Thank you. Wakati manafsi zetu ziko ku madhabahu, When our souls are at the altar, tunasema nafsi ambayo inatenda dhambi zitakufa. because you say the soul that sinned will die. Baba, kama mwenyewe yake hiyo badilika na neno lako, Lord, if there is one who's never changed by your word, ulikufa juu yetu pale kwa msalaba. you died for us there at the Ukimwanga cross. damu Senyewe. You shed your blood. Basi Senyewe, acha utusikilie huruma. Lord, have mercy on Upokee us. sacrifice Baba, ikuwe consume. May you receive the sacrifice. May it be consumed. Na sisi tungali kwa madhabahu, And we are still on the altar. tunalomba Baba We ask, Father, tutoweke, that we may tuwe disappear. enterre, May we be buried. kisha Roho Mtakatifu wako akuye kwetu. And then the Holy Spirit of yours come to us. Unatuonesha kwamba You show us Roho Mtakatifu hawezi kuja wakati tungali manguruwe, the Holy Spirit can't come when we are still wakati pigs, tungali na kolera. when we are still anger people. Unatuonesha mpaka tu wakati tumeanza kufa. But it's only after we have died, Hatupendi vitu vya dunia, we are died to the things of the world, njoo anakuya. that's when he comes. Hakuna kuatandre muda mrefu ndio utapokea Saint Esprit. Not to wait so long to receive the Holy Leo Spirit. unatuambia tu tukufe kisha Roho Mtakatifu anakuja. But you said to die and then the Holy Spirit will come. Juu ulisema
Thou sayest, na hii tafuatana wewe wataamini. and this will follow those who will believe. Na ukisema na wenyewe wataamini kupitia hapo. And those who will believe through Na Roho them. Mtakatifu wangu ulisema And by your Holy Spirit you ndio say, gift kwetu Senye. it is a gift to us, Lord. Basi tunakuhitaji So we need you madhabahu yako, at your altar. ule mtu akatoweke, The old person disappeared. matabia zake zitoweke, All his characters. tukue watu wa mpya, May we be new people. watu wa kuvumiliana, People who has patience. watu watulivu. People who are calm. Haiku wakati vitu mingi vinakuya Another many things comes at once. njo tunakuwa agite. And then we are floating Me out. aje tukue vraiment ndani yako, But let us be in tujue you. kama toute chose pour bien de ce qui t'aime. To know that everything works good to those who love you. Acha inainiguse kila ndugu na dada Let this word touch brother and mwenye kuna sister. mashida mbalimbali atujue, He who has many difficulties we umukumbuke. don't know of. Benye ni wagonjwa wakumbuke, Those who are sick, remember wajane them. na mayatima wakumbuke, Orphans and women with no husbands. na wote wako natafuta wenzi na wasaidie And Senye, those who are looking to marry, may you go before na them. wenyewe wako natafuta masomo, na wengine Those who are looking to study wengine wako masomo, and others who are in school, wakumbuke Senye, may you remember them, Lord. sababu nisema Because thou say, tuombe na tutapewa. may we ask and it shall be given. Merci Senye, bariki na wenyewe wanasaidia kazi yako Thank hapa. you, Lord. Help those who assist at your work here. Wewe wanapana moyo kumi na sadaka, Those who give their turn, Senye ni neema, it is a grace. uwabariki. Bless them. Basi wakati tutatoka hapa As we dismiss, kwa tutashinda toute la semaine, we will pass all this week ukue nasi and you be with us. ni katika jina la Yesu Kristo. It is in the name of Tuende Jesus nawe. Christ. We go with you. Amen. Mungu awabariki. Bless you. Kwa wenyewe walitusalimu, There are those who send their greetings. Anatole Bishinja Anatole, mwenyewe anatuongoza, who is the shepherd, na merci tumsifu, naye amewasalimu kwa jina la Yesu Kristo. they send their greetings. Nao tunawasalimu pia, We also greet them. na wengine wenyewe watatufuata ndifer, tunawasalimia pia. Others who will follow us, we also greet them. Basi tunamaliza. We just finished. Mungu atulinde tena msafara kwenda mbingu. May God guide us in the way to heaven. Akuwa wakati tutakuwa mmoja kwa na wewe, Whenever you be by yourself, may He be with you. aweze kufundisha na kuongoza. May He teach you and guide you. Mwisho Yesu Kristo. Amen. Amen. Maranatha. Amen. Amen. Jésus